Okay. Habari ya jioni. Nashukuru kwa kuchukua muda wenu kuwa mahali hapa. So it's always good tujuane, kujuana haina shida. Kujuana tu. Mimi naitwa Vincent Okwara, nafunza health. Leo tunaenda katika nutrition. So ni vizuri pia tukijuana ndio usipate dada akipigwa anasema haki namjua. Tunasaidiana. So tuanzie kwa pita huko nyuma. Mzuri. Yes. Kuna pale Dennis. Mzuri. Amen. Rael? Kadure. Alafu umetembelea na mtu ambaye anaitwa Joy. Okay. So ndugu yetu nzuri. Brighton. Okay, sawa. Habari zenu? Mko wazima? Hata sisi tunashukuru Mungu tumeweza kushinda wazima. Mungu ametuongoza, tumeingia katika dakika 2 na 3 na siku haijakuwa mbaya hadi inaelekea jioni. Tunamshukuru Mungu na tunasema ni asante. Kwa majina ni Collins Saitoti. Kwa hivyo nitachukua muda huu kukaribisha katika kipindi cha afya health. Before tuanze, tupige kwanza dua, alafu tujifunze kitu leo pia before watoto wanaambia uingie. Si tukubali tupige dua kwanza. Acha tuombe. Mtakatifu Mungu uliye juu mbinguni, tunaweka shukrani masaa haya jioni ambayo umetukirimia tuweze kupatana na wana wako maeneo haya. Tunapoenda kujifunza neno lako katika Biblia, hebu Roho wako atuongoze tuanzapo hadi tamati na kipindi pia cha unabii kitakapowadia. Acha sasa Mungu uweze kujifunua mwenyewe na kufunua vile unavyohitaji wana wako waweze kula na kuishi katika ulimwengu huu kupenda kipindi hiki cha afya na katika Kristo aliyeongoza tumakia. Amina. Amen. So jana tulisoma afya, introduction ya afya. Nani anaweza kumbuka kile tulisoma jana? Anything? Tangu tuanze hadi tumalize. Jana fungu la kwanza lilikuwa Revelation chapter 14 verse 6. So anything ulijifunza pale? Karibu. Kuna kitu hapo. Kia hapa. Mawe mrefu. Tatu hapo. Sio? Inamaanisha tutakuja na vitu vingine. Tena tuchukue vitu zingine tuje mpaka tukae huko, hakuna mtu pale kuna viti ziko. So ama hapa mambo yatazuia project. Karibu. Sawa. Nashukuru Mungu. So jana tukawa tumejifunza kidogo kuhusu mambo ya afya by the way. Na nikasema nani anaweza kumbuka tulijifunza jana kwa afya? Mimi nikasema nakumbuka jana fungu la kwanza ilikuwa Revelation chapter 14 verse 6. Ujumbe wa malaika watatu. Nani mwingine anakumbuka kitu kingine nilijifunza jana upande wa afya? Rest. Good. Nakumbuka nafaa pumzike, ndio? Kanuni za afya unajua ngapi? Nutrition, kuna rest, trusting in God. Usimaliza zote, watu hapa kuna sawa.
So because of matter of time tukasema tunaanza leo kujifunza mambo ya nutrition kuanzia leo, si ndio? So msomaji, Ndio. Wakorintho wa kwanza 10:31. Wakorintho wa kwanza 10:31. Ndio. Anasema hivi. Naam. 10:31. Basi nasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote au unapotenda neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Hayo yote fanye kwa utukufu wa Mungu. Hii ni Wakorintho wa kwanza 10:31. Nasema unapokula, unapokunywa ama unapofanya neno lolote uweze kufanya kwa utukufu wa Mungu. So that's why Mungu anataka watu watumie vyakula ambavyo vinafaa. That's why lazima tujifunze nutrition, kwa sababu amesema lazima tukikula tufanye kwa utukufu wa Mungu, tukikunywa tukunywe kwa utukufu wa Mungu. So najiuliza kwa Biblia, utukufu wa Mungu ni upi sasa? Kwa sababu unaposoma katika Korintho wa kwanza 6:23 anasema, Wakorintho wa kwanza 6:23. Ndio. 6 ifiki Jumapili ama watatu. Nilikuwa nimeandika mahali. Ni wa 10:23. 10:23. 10:23. 6 inakuanga ya 12. 10:23. 10:23 anasema vitu vyote ni halali. Anasema katika huu ulimwengu vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo, bali si vitu vyote ambavyo vinafaa. Vitu vyote ni halali, vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Vitu vyote havijengi. Hebu soma ile ya Korintho 6:10. Anasema vitu vyote ni halali kwangu. Anasema vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Lakini si vyote ambavyo vinafaa. Vitu vyote ni halali kwangu, vitu vyote ni halali, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Sasa haufai kutiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Kwa mfano, kama unatumia majani, tumia leo, wiki moja, wiki pili, wiki tatu. Usipotumia majani ya wiki nyingine inaweza kuuma. Ukikunywa inatulia. So hapo inamaanisha umewekwa chini ya uwezo wa kitu fulani. Umeanza kuwa addicted. So amesema vitu vyote ni halali. Unapokula kila kitu ni halali. Ukule nyama ya nguruwe, ukule nyama ya ngamia, ukule nyama, lakini anasema si vyote vinafaa. Si mzuri, si zote unakula. Si zote zinapaswa kuliwa. That's why we need to learn this topic called nutrition. Si hapo tunaanza kupelekana vizuri na Biblia. Hebu nipate slide next. Slide next. Nutrition ni jina ya kisayansi, is the science of how living organisms take in and use food and liquids to survive, grow and function. So ni njia ambayo organism, sasa tuseme mwanadamu si human being, ni organism. So vile inaweka chakula ndani yake na maji kwa mfano, alafu hiyo inaisaidia kusurvive, kukua na pia kufanya kazi. So it involves the digestion, digestion, ukisoma digestive system maybe kama nitapata nafasi tutasoma hapa. It involves the digestion, absorption, venye unaabsorb chakula, utilization of nutrients, vile hizo nutrients na utilized ama zinatumika katika mwili wetu to produce energy, ili uweze kutoa nguvu katika miili zetu. Repair body tissues, mwili huwa ina nini, inafika mahali maybe uko mgonjwa, umepata accident, ina repair. Maybe umechoka, zile mzee zinafaa zitoke, zingine mpya zijengwe. And maintain overall health, pia uzima wako uweze kubaki. So the foods we consume are broken down into essential chemicals compounds that fall into two main categories. Kuna categories mbili ya chakula ambacho yoyote utakula. There are only two. Ya kwanza ni macronutrients, nyingine ni micronutrients. Hapa kuna swali. Nitaanza kuingia hapa.
Ni chakula lazima ukule kikusaidia kwa mwili uweze kusurvive. By the way, lazima usurvive. Hata sasa hizi hapa nje kuna baridi mingi sana, kama una joto kwa mwili uweze survive, pneumonia itakubeba. Uweze kugrow. Mtoto mdogo huwa ana grow tangu azaliwe mpaka kufika yenye umefika. Ni chakula imekusaidia ukagrow. Na pia kufunction. Ile kazi unafanya lazima function. Na hiyo yote tunapata katika chakula. So Mungu akamwambia Ezekiel. Ezekiel 4:9. Ezekieli 4:9. Anasema hivi. Ndio. Pia ujipatie ngano. Sasa Mungu ampatie Ezekiel chakula, anamwambia pia ujipatie ngano na shahiri na kunde na ndengu na mtama na kusemethi ukavitie vyote katika chombo kimoja. Ndio. Ukajifanyizie mkate kwa vitu hivyo. Sasa amesema hivi ndio vyakula ambavyo tunapata tujifanyishie mkate. Yaani in short ndio vyakula ambavyo tunapata kufanya nini? Tuvitumie kwa kukula. So tunapoangalia hivi vyakula ambavyo Ezekiel amepewa, tunataka tujue zina fall under micronutrients ama micronutrients. Hii ni macro, hii ni micro. Next slide. Macronutrients. Macronutrients, these are nutrients your body needs in large amounts to supply energy and build physical structures. So hizi lazima utumie ndio mwili wako upate nguvu na pia uweze kujenga mwili wako. Unaweza kukuta wengine wanakula breakfast chai na mkate, lunch chai na mchele, supper ugali na nini tuseme managu maybe ama nyama. So hiyo chakula inahitajika katika mwili. Lakini je, zinakusaidia katika mwili wako? That's the question. So and how are we supposed to be eating them? So hata saizi usomi kwanza hizo ndio kwanza somo kwa mbele karibu kumalizia. So kuna hii ya kwanza ni carbohydrates. Carbohydrates si tulienda shuleni wengine. What do you remember about carbohydrates? Energy giving foods. Yeah, exactly. They are energy giving foods. The body's main source of quick energy found in whole grains, fruits and starchy vegetables. Tutakuja kuzijua zote by the way. We'll go through them. Juu hapa kuna fruits. Alafu nashangaa how is fruit also carbohydrate? Tunasema fruits zinapaswa kuwe kwa vegetables. So the next thing ni proteins. So proteins are essential for building and maintaining and repairing muscles, tissues and cells. So vitamin and proteins ndio zinatumika kwa mwili sana ku maintain mwili wako. So unapokula chakula ndio tunasema we normally advise people wakule 1/4% of the meal that they are using your carbohydrates. 1/4% inafaa kuwe proteins, then half ni grains and fruits. Nitapatia kwa nini? Sababu that's the mtu anafaa kumini mwili chakula apatie mwili. So proteins wakati most of us tunafanya kazi ya jua kali the way I see. So wakati umepata maybe car accident, damu inatoka, unajua kuna mali tissue imekwaruzwa because cells na add up to make a tissue. So kama cells zimeharibika inamaanisha lazima tissue pia imekuwa nini, imeanza kuwa affected. So lazima ikuwe maintained ama ikuwe repaired. So we need proteins in our body to repair our body. So if you don't have that proteins, inamaanisha mwili wako itakosa ile njia ya kujirepair. Yeah. So kuna nyingine ambayo ni fats. Hii ni mafuta. So important for absorbing certain vitamins, regulating hormones and storing long-term energy. By the way, ukipata mtu mnene anaweza kaa hivi the whole day anapata chakula. Mafuta ndio kwa mwili yake. Hiyo ndio inatumika kwa chakula. Like akichoka
akili inapewa signal bana, hapa kuna kitu. Wanatoa hormones zinaingia zinachukua kwa mafuta. Zina break down. Ndio tunaambianga watu kama ume gain weight, fanya mazoezi so that hiyo fats kuwe used ama utilized, isikuletee pressure, isikuletee diabetes, isikuletee hizo magonjwa ambazo zinaitwanga lifestyle diseases. We will come to learn them here, lifestyle diseases, and how we can live without them, and also if you have one, how you can manage yourself so that you live freely. So they are important for absorbing certain vitamins. So kuna vitamins ambazo tunapitia katika mwili wetu. For example, hii vitamin inatoka kwa jua. Ni vitamin gani? Ya jua? Yeah, vitamin D. So kuna fats zinapaswa kuwa pale kwa mwili, especially kwa skin, iweze kuabsorb hiyo vitamin katika mwili wako. So if you miss also fats, pia kuna shida. For example, watu wa arthritis, kitu amekosa ni fats. Juu hapa ni synovial fluid. Inakuwa kwa joints. Ndio huwa inaisha, na hiyo ni mafuta. So inapoisha inamaanisha miguu mikono mifupa inakulana. Inaleta hapo ina crash each other. So next inflammation, afu inaanza kuuma juu arthritis. And kitu inaweza tu maintain so yenyewe. Hauwezi kukosa kabisa. Yeah, umetoka 10 years. But isikue sasa unakaanga natumia nusu lita, natumia kwa wiki mbili. Hiyo ni overusing of fats. Hii pia inaweza kuleta magonjwa ambayo ni pressure. Juu za accumulate pale kwa blood veins. Zifanye pressure kuwa ipande. Pressure ikipanda inakuleta shida ya arterial fail, na pia inaleta shida ya moyo. Hata pia inaleta shida kwa akili. Because sasa cells za akili zinapata vizuri, oxygen na nutrients vizuri because of that congestion of fats in veins. Next slide. Micronutrients. These are needed in small amounts but are absolutely critical for regulating body processes and preventing diseases. Sasa hizi hatutakangi mingi sana, by the way. Huwa tuzitaki mingi sana, lakini zinahitajika katika mwili. Kwa mfano tumesema vitamin D. Juu hii one ni vitamin. Kwa mfano tumesema vitamin D inapatikana wapi? Kwa jua. Ukikaa kwa jua sana unapata skin cancer. So una regulate time ya kukaa kwenye jua. So they are needed in body processes but not in large amount. They are needed in small amount. That's why imeitwa micro. Hii ni kidogo. Ile ya kwanza kwa wingi. So example are vitamins and mineral salts. So vitamins are organic compounds like vitamin C and vitamin E that boost immunity, heal wounds and keep bones strong. So hizi vitamins zinatumika katika mwili ku heal wounds, by the way. Pia inafanya bones zetu zikuwe na nguvu. Unajua unaweza tu kuona maybe unapoigonga kwa kitu unapata mpilika mguu. Nimeona mwingine amepanda paka na gari lakini mguu hujavunjika, lakini unajigonga tu na ndudi kidogo unapilika mguu. Na maanisha umekosa vitamins kwa mwili. Niliona mwingine huko tulikuwa naishi na jirani yangu. In fact alikuwa mtoto wa landlady. Alikuwa anatembea tu hivi, akaslide, ikifika mgonga hapa hivi, akavunjika mguu hapa hivi. A very grown up woman, alikuwa mwalimu. So alikosa vitamin kwa mwili. Calcium alikosa kwa mwili. Ions alikosa kwa mwili. So alikosa what we call micronutrients. Yeye anakula tu ugali kwa wingi. Je, ni mlue? Sijasema wali. Hata mimi ni mlue by the way. So minerals, they are elements like calcium, iron, potassium, kuna magnesium, vitu mingi vinahitajika katika mwili that maintain fluids balance, build strong bones and keep the heart and the muscle working correctly. Like magnesium, by the way, because magnesium wewe na heart attack mnapelekana hivi. Juu magnesium ndio inakuwa inasaidia
moyo kurelax. Ukidunda sasa magnesium inasaidia moyo kurelax. So wakati tumekosa hiyo magnesium kwa mwili, it means you are risking your life. So there are minerals and elements ambazo zinasaidia, zina maintain fluid balance like damu kwa mwili, zina maintain strong bones, na pia ina keep the heart and muscles working correctly. Swali hapo. Yes. What is minerals? Yes. Tunafaa kutumia nini? Good question. Swali lingine. Vitamin D. Yes. Good. Sasa swali ya kwanza tutaijibu. Swali ya pili najibika na nyinyi hapa. Hii vitamin D ni juu ya saa ngapi? Yes. Juu ya asubuhi. Asubuhi inaanza at what time? 7 to 10. Good. Na jioni 45. So you are right by the way. Jua ya asubuhi inafaa kuwa ya kwanza saa 1 hadi saa 4. Halafu jua jioni ni saa 10 hadi jua itue. Hii ingine ya mchana inakuwa very strong, ina affect skin cells. Ukikaa sana, especially kama wewe ni brown kama watu wetu hapa hawa. Kwa jua sana naona kuna spots za black zikipersist inasababisha skin cancer. So hiyo jua ni asubuhi before saa 4 na after saa 10. Meaning mtu mwenye ana skin kuna melanin haipo affected at all. Unlike mtu ana brownish skin. Sasa nashukuru Mungu sana kwa sababu Afrika kuna melanin. Na ni sababu naona wazungu wanajaribu sana kuwe black. Kana wanajaribu sana kuwe white. Lakini wale walitoa hiyo skin yao kwa adaptation ya weather ya kwao. Tumishi. Itabidi uende hiyo mjini. A minute.